alifanya kazi kubwa sana kuitangaza Tanzania kwenye michezo ya kimataifa. Katika ile miaka ambayo alishiriki robo finali zile 5, ni hatua kubwa, japo watu walikuwa wanatamani kuiona ikikua zaidi ya pale ilipokuwa. Huko nyuma timu zetu ambazo zilikuwa zinashiriki miaka hiyo tulikuwa tunatoa timu 2 tu. Zamani huko tulikuwa tunatoa timu 2 na mara nyingi walikuwa washiriki ni Simba na Yanga. Kuna msimu ambao Yanga hakushiriki, aliingia Azam. Lakini pia hatukufanya vizuri sana. Maana tulikuwa tunaanzia kwenye hatua ya makundi. Unaanzia ile hatua ya awali kabisa. Tunakutana zile timu za kutoka huku kanda wa Djibouti, Somalia, Shelisheli kule tunajipigia mpaka wakati fulani Mrisho Ngasa akawa mfungaji bora kwa hatua ile za awali, alikuwa na magoli mengi. Baadaye sasa kadri ambavyo timu zilikuwa zinakuwa kwa kusajili wachezaji wenye yani talanta zaidi. Maana sisi tuna wachezaji lakini kuna watu wanakuwa wamekuzidi, wakawa wanapata nafasi ya kusogea. Sasa Simba alikuwa amefikia kwenye hatua nzuri ya robo finali ambapo hakuna timu katika michuano ya klabu bingwa ilikuwa imefika kwa upande wa Tanzania. Yanga naye msimu ambao aliibuka na kufanya vizuri akaifika hatua ya finali, kanuni za mashindano zikamuondoa, lakini pia naye amejitahidi kwa upande wake. Lakini Simba tunaitazama sasa kwa sababu kutoka kwenye hatua ya robo finali ni hatua ya nusu finali. Hatua ya nusu finali isiishie kwenye finali, ni matokeo zaidi. Simba akibeba kombe la shirikisho barani Afrika, Tanzania tutazungumzwa sana katika swala la michezo, na imani kabisa kwamba watu wengi watakuwa wanatamani sasa kuja Tanzania, hata na wao kuja kucheza soka ili kupata maisha, kwa sababu wanajua sasa ni timu ambazo zimejipambanua kwa namna hiyo, na uwekezaji na imani utakuwa mkubwa sana kwa sababu ni timu yenye mafanikio, kwa kila mtu anatamani kuweka pesa yake ili kupata mafanikio zaidi.